Haleluya. Jackson Mekirwa kutokea Arusha, Tanzania. Mwenyezi asifiwe. Pamoja na mke wangu Esther tuna furaha kufanya kazi pale Arusha pamoja na Pastor Clinton na Judy. Haleluya. To work together with my wife and Pastor Clinton in Arusha. Bwana anafanya vitu pale Arusha. We are ministering in Arusha. Watu wanaokoka, people are getting saved. Watu wanawekwa huru. And people are being delivered. Shuhuda ni nyingi. We have so much evidence. Nikisema nielezee zote, if I testify all of them, tutakesha. We'll remain here. Haleluya. Hallelujah. Naomba nitoe shuhuda mbili. I will give 2 testimonies. Shuhuda wa kwanza, the first testimony, kijana mmoja anaitwa Joshua. There's one boy called Yeshua. Ni kijana wa kanisani. He's a boy in church. Alipata kazi. Alipata kazi. He was employed. Alipata kazi kufanya kazi mji mwingine. He got employed in another city. Akafanya kazi kwa muda kama mwaka mmoja. He worked there for a year. Akapata changamoto. He had some challenges. Akaingia kwenye madawa ya kulevya. Then he got into drugs. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Kwa hiyo akapita kwenye hayo maisha kwa muda. He lived in drugs for some time. Afya yake ikawa mbaya. His health became worse. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Lakini alipata nafasi ya kurudi Arusha. But when he came to Arusha, akaja kanisani. He came to church. Bwana Yesu akaanza kushughulika na maisha yake. And Jesus started working on him. Haleluya. Hallelujah. Kama unavyoona watu ni picha hapo. That is his photo. Afya yake ilikuwa iko hivyo. That's how his health was. Lakini sasa hivi, but now, tuko naye kwenye kongamano hapa. We have him here. Bwana amemweka huru. God has delivered him. Anasaidia jikoni. He's helping in the kitchen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili yake. So we thank God for that. Kwa hiyo niseme kitu kimoja. I'll say one thing. Maombi yako, your prayers, support yako, and your support, sio bure. It's not in vain. Sio bure. It is not in vain. Inagusa maisha ya watu. Inagusa maisha ya watu. Lakini shuhuda wa pili, the second testimony, kijana mmoja anaitwa Goodluck, wote tunamjua. There's another boy called Goodluck. Anatumika kama shemasi kanisani. He is an usher. Lakini pia ni kiongozi wa outreach. He's a leader of missions. Kwa ni kiongozi hapo kanisani. So he's a leader in church. Mwaka uliopita, last year, kipindi cha uchaguzi, during the election period, alipitia changamoto. He went through challenges. Akiwa anaelekea nyumbani, he was going home. Akapita kwenye barabara kuu, main road. He was on the main road. Kulikuwa kuna maandamano. And there were some demonstrations. Bahati mbaya, unfortunately, akapigwa risasi mgongo. He was shot in the back. Tulipopokea hiyo simu, when we received those news, akasema nimepigwa risasi ya mgongo. He told us he was shot in the back. Tukasema hapana, acha utaka. We thought he was lying. Akampigia mchungaji Clinton. He called Pastor Clinton. Pastor Clinton akanipigia. Pastor Clinton again called. Nikamwambia hapana, wewe ni utani. Then we told him you were kidding. Goodluck hajapigwa risasi. Goodluck cannot be shot. Lakini akapiga simu mara nyingine. You called me again. Akasema nipo serious, nimepigwa risasi. He told us I'm serious. Tukasema hapana, ni uongo. We told him no, you are lying. Akapiga simu tena. He called again. Akasema serious, nimepigwa risasi. Njoo nisaidie. He told us come and help me. I was shot. Tukasema ile jambo ni serious. Then you say he's serious. Lakini ilikuwa kumefungwa kila mahali, usingeweza kutoka. We had lockdown everywhere. We could not reach him. Ukitoka na wewe unapigwa. Ukitoka na wewe unapigwa risasi. So if you leave home you'll be shot. Kwa hiyo tukasema tumwamini Bwana Yesu. So we said let us trust Jesus. Tukaomba na mchungaji Clinton. We prayed with Pastor Clinton. Tukaomba. We prayed. Tukajaribu kumfikia Goodluck. We tried to reach him. Ikashindikana. We were unable. Tukamkabidhi Bwana Yesu. We gave him to Jesus. Bwana Yesu mfunike ukijana. Jesus cover him. Bwana Yesu mlinde. Jesus protect him. Sisi hatuwezi kumfikia. We are unable to reach him. Tungetamani kumfikia. We decided to reach him. Lakini tumeshindwa. But we were unable. Bwana Yesu unaweza kumfikia. But you Jesus you can reach him. Tukaomba kwa huo usiku. And that night, tukawa tunamcheki kila mara, tunampigia simu usiku. Every time we call him, we kept on calling him. Hatukulala mpaka kufika asubuhi. Until in the morning. Saa 12 asubuhi. About 6 a.m. Nikampigia mchungaji Clinton. I called again Pastor Clinton. Nikamwambia tukamwone Goodluck hospitali.
I told him, let us go and see him in the hospital. Tukaenda We went. hospitali. Tulipofika mlangoni, When we hit at the door, tukakuta kuna ile gari la kubeba maiti linatoka. we saw that vehicle that carried the dead. Lina kama maiti 4 au 3. It had 4 bodies. Kwa hiyo tukasema And we were so sad. tulivunjika moyo. We were so sad. Tulianza kutokwa na machozi We tukiwa started mlangoni. crying. Lakini lazima tujitie moyo katika Bwana. But the one said that we get strength from the Lord. Tukaingia ndani. We got in. Tukamtafuta Goodluck. We started looking for Goodluck. Hatukumuona kwenye hiyo hodi ya kwanza. We didn't see him in that vehicle. Tukasema Goodluck yuko wapi? Then we asked ourselves, where is Tukauliza, Goodluck? We asked, wagonjwa wameisha? Jay, are all the patients? Wakasema hapana, kuna wagonjwa wengine hapo kwenye hodi ya wazazi. No, we were told that there are other patients in the ward. Wapo kwenye hodi ya wazazi. In the Kwa ward. hiyo tukaenda, We went there. tukamkuta Goodluck. We found Yuko Goodluck. hai. He was alive. Goodluck yuko pale. He's there. Anafanya ushemasi. He's alive. Kwa hiyo tunashukuru kwa maombi yenu. So we thank God for your Tunashukuru kwa support yenu. We thank God for your support. Pastor Safari, Pastor Safari. tunashukuru. Pastor We Paul, thank you. tunashukuru. Pastor Paul, we Pastor thank you. Ron John, tunashukuru Pastor kwa Ron support Johnson, yenu. thank you. Mungu awabariki. May God Kazi bless yenu you. sio bure. Barikiwe sana. Thank you so Amen. much. Amen.